Kwa mujibu wa serikali, kuidhinishwa kwa msaada huo kunaongeza bajeti ya taifa kutoka takriban shilingi trilioni 4.3 hadi kufikia karibu trilioni 4.7, ongezeko la zaidi ya 9%. Bajeti hiyo ya ziada inalenga kurekebisha matumizi ya serikali ili kukabiliana na mahitaji ya dharura pamoja na kuimarisha utekelezaji wa miradi muhimu ya maendeleo nchini. This state ceremony is convened pursuant to Article 115 of the Constitution for the presidential assent to the Supplementary Appropriations Bill 2026, being National Assembly Bill number 16 of 2026. Katika mgawanyiko huo wa fedha, sekta ya afya imepata mgao mkubwa, ikiwemo shilingi bilioni 4.7 kwa huduma za matibabu na shilingi milioni 775 kwa kuimarisha afya ya umma. Aidha, shilingi bilioni 4 zimetengwa kulipa madeni ya iliyokuwa bima ya afya ya kitaifa NHIF, huku hospitali za level 4 zikitengewa kima cha shilingi milioni 675 kwa ajili ya uboreshaji wa huduma. Vile zaidi ya shilingi bilioni 5.4 zitatumika kusaidia mafunzo kazini kwa madaktari. Together with the Budget and Appropriations Committee, this bill proposes to do three things. One is to approve the Article 223 withdrawals, which were made due to unforeseen circumstances, including security, disaster, including the drought that happened the other day, and other special arrangements. Sekta ya usalama imepokea mgao mkubwa zaidi wa takriban shilingi bilioni 60, huku sehemu ya fedha hizo ikielekezwa katika shughuli za usalama na fidia kwa baadhi ya waathiriwa wa maandamano. Wakati huo, sekta ya elimu imepata shilingi bilioni 45.28, hatua inayolenga kuimarisha mageuzi katika mfumo wa elimu pamoja na kuendeleza sera ya elimu kwa wote. For the first time in many years, Your Excellency, the supplementary appropriation has not in any way reduced or compromised the development budget, but has actually preserved it and enhanced it. The Budget and Appropriations Committee declined any attempt to reduce or compromise the development budget in favor of the recurrent budget, Your Excellency. HELB, Higher Education Notes Board, and University Funding Board for purposes of sponsorship, the scholarships. Katika sekta ya miundombinu, shilingi bilioni 4.5 zimeelekezwa kwa miradi ya maendeleo ya ukanda wa pembe ya Afrika, huku mpango wa makazi nafuu ukitengewa shilingi bilioni 25 ili kuharakisha ujenzi wa nyumba za gharama nafuu. Aidha, sekta ya kilimo imepata shilingi bilioni 18 kwa ajili ya ruzuku ya mbolea ili kuongeza uzalishaji wa chakula na kusaidia wakulima nchini. Also money for agriculture and food security, which is over 17 billion, including funds for fertilizer subsidy, funds for sugar reforms, it's about 2 billion, and funds for food security and crop diversification, in addition to 1 billion, which is new addition for tea sector reforms. Serikali imesema kuwa bajeti hiyo ya ziada itasaidia kukidhi mahitaji ya dharura ya kitaifa, kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi pamoja na kuharakisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika sekta mbalimbali muhimu. To the Cabinet Secretary for the National Treasury for implementation, the Speaker of the National Assembly, Aten Kanegunda, Runinga ya KU.